mtazamaji wa 69 Sports, tupo katika jambo la wananchi, ikiwa leo ni siku ya Yanga Day ama siku ya mwananchi. Kama hivyo unaweza kumuona shabiki wa Young Africans Frank Yanga akiwa na mashabiki wa Young Africans ambao wamefika mapema kabisa hapa uwanja wa Uhuru, ambapo siku hii ya leo Young Africans wanaenda katika kilele cha siku ya mwananchi. Frank, habari yako? Anko, umepoa? Nimepoa, uko vizuri? Mimi niko vizuri kama unavyoona anko. Ndio. Mapema kabisa siku ya mwananchi umefika. Mpaka hivi sasa hali unaionaje? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu baada ya tarehe 8, leo ni tarehe 9 mwezi wa 8. Tarehe 8 watu wameona. Leo ni tarehe 9, hii tarehe 9 watu hawajaiona. Lakini nataka niwahakikishie Watanzania wanaoniona sasa hivi, wengine wakipitia Mahabara TV na wengine wakitumia vyombo vingine tofauti tofauti, ni kwamba sisi kama sisi tunakwenda leo kuisimamisha Tanzania. Kwa sababu gani? Tuna jambo moja tunataka tulifanye, ni kuihamisha bahari kuja nchi kavu. Hiyo inamaanisha nini? Jana kulikuwa kuna tamasha ambalo sisi wanayanga tumeona lile ni makamasi. Tamasha ni hili la tarehe 9. Si unanielewa? Jana wametamba kweli kweli. Narudia tena. Kutamba kuna mifumo miwili. Kumleta mnyama na kumleta raia ambaye amefanana na mnyama. Si unanielewa hapo? Hiyo mimi nimekuacha hapo. Kumleta mnyama Simba na kumleta raia ambaye amefanana na mnyama. Wote tabia yao ni moja. Simba akiwa anataka kujisaidia anamwambia mwenzake. Anamwambia mwenzake. Amwambie mwenzake. Tabia za mnyama. Mtu akikwambia una tabia za mnyama, wewe mkimbie sana huyo mtu, maana yake amekutana tusi kubwa sana. Kwa hiyo Simba akitaka kukwambia anajisaidia, Simba ameenda kunya Jangwani pale. Si unanielewa dada yangu? Nakuelewa kweli. Simba amekwenda kunya Jangwani pale. Kwa hiyo hana tofauti na mnyama. Yaani ni mchafu kama mnyama. Mnyama akikwambia nakunya na anakunya kweli. Sasa sisi bahati nzuri sisi tukagundua baadhi ya marafiki wa mashabiki wa Simba, hata mapolisi wa Tanzania hapa, kuna wengine wana Simba na Yanga, nani ambaye anaweza akakataa kabisa? Si wapo? Ukipeleka kesi polisi ukamshtaki mtu wa Simba kakusaidia kajisaidia mbele ya halaiki za watu, hiyo kesi inawezekana ikafanyaje? Ikakosa mashiko. Huo ni utani. Si kesi tumevusha, tumeenda Kenya, tumeshtaki jeshi la Kenya, jeshi la polisi la Kenya. Bahati nzuri pale kaunta ya polisi ya Kenya tulimkuta Elvis Rupia, yeye ndo mpelelezi wa kesi. Tukampa ushahidi wetu, tukamwonyesha video zetu. Mashabiki wa Simba wamejikusanya, wa kike wa kiume, wanajisaidia Jangwani. Wakasema kwa hiyo hata sisi kesho tukicheza nao wakitufunga tutaenda kujisaidia hapa. Tukamwambia ndio. Akasema kesi imeisha. Kesi imefanyaje? Kesi imeisha. Na kweli jana kama ulivyoangalia, kesi iliisha mapema sana. Ukujua Simba wa porini ni upi, ukujua Simba wa mjini ni upi. Mashabiki wa Simba jana walilala hapa. Cha kushangaza zaidi, mashabiki wa Simba walipotoka ndani na kuanza kuwaibia wale wageni waliotoka mikoani. Franki, namna ambavyo unatazama mchezo wa Simba siku ya jana, yaliomo yamo? Nakwambia tarehe 12 kwa kikosi ambacho nimekiona, tarehe 12 Simba wakija tunakwenda kuweka aibu kubwa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Inawezekana kwa sababu sasa hivi Simba si kuna mpasuko, ila kwa sababu kuna watu hawasemi haya. Mpasuko wakati jana tajiri amesema. Narudia, kama tajiri kasema yeye ana hela benki. Baada ya mchezo Mheshimiwa Mangungu alipotoka aliulizwa swali na mashabiki, bosi kikosi ndio hicho, akasema waulizeni waliosajili, maana yake huo ni mpasuko mkubwa. Huo ni mpasuko mkubwa. Mimi niwaambieni ukweli. Kwa forward yule, kwa viungo wale, kwa mabeki wale, tarehe 12 kama utafanikiwa kuja Zanzibar, utashuhudia kitu. Na mjomba unaenda. Mimi najua Zanzibar unaenda. Mimi narudia, utakuta kukutana na surprise kubwa, kwa sababu tunachotaka kukifanya sisi ni kuizimisha ligi kuu ya Tanzania bara, kuizimisha kabisa. Kwa mnyama anaenda kufa Zanzibar. Anakwenda kufa. Sasa wataamua wao waje wazike bara au wazike Zanzibar huko, au tukiwa nao kwenye boti wajidumbukize baharini. Sisi sio kazi yetu, akao tumemaliza. Wanasema jana walikuwa ni mtego kuelekea tarehe 12. Mtego, dawa ya mtego ni sawa. Sisi tuna sumu ya kutegua mitego. Sumu hizo kuna Shalulile, sumu hiyo kuna namba 6 ambayo inatambulishwa hapa. Sumu hiyo kuna viungo bora ambao tumewaona kwenye klabu yetu. Sumu hiyo kuna wachezaji bora waliobaki kwenye timu yetu ya msimu uliopita ambao sisi tunajua wana ubora wa kufanya jambo lolote kwenye ligi hii. Shalulile wanasema ni maji ya jioni. Narudia tena, ukitaka kujua Shalulile kama ni maji ya jioni, tuwaulize kwenye timu yao yote. Kuna mchezaji aliyeshika tu kombe la klabu bingwa, kalishika tu. Sasa Shalulile kalishika.
Shauri kalishika. Niambie kwenye wachezaji wa Simba, mchezaji gani ambaye ameshika kombe la Afrika? Nani? Huo ni mfano hapo, huwezi kunijibu swali kama hilo. Mimi niwaambie, leo full squad watakayoiona mashabiki wa Simba. Ugomvi utaanza upya na tarehe 12 tutabaki sisi wenyewe Zanzibar pale. Narudia tena. Tarehe 12 tutabaki sisi wenyewe Zanzibar. Labda na sisi tuamue kuvaa jezi za Simba tufanane na wao. Kitu ambacho ni kigumu. Siwezi kuwa na Simba. Na Mwenyezi Mungu nakushukuru kwa sababu ningekuwa shabiki wa Simba mpaka leo mimi nishakuwa chizi. Kwa sababu gani? Mwanaume hawezi kumwambia mwanaume mwenzako unakuja kunya nyumbani kwako na kweli unakunya. Hiyo ni kashi pamoja kubwa sana na ni aibu kubwa sana. Frankie, Young Africans leo wana surprise hapo. Watu wanasema bado hawajamaliza, pengine wakamshusha mchezaji. Unadhani anaweza kawa mzawa ambaye anahusika? Narudia tena, bosi wetu akizungumza amezungumza. Bosi hawezi kuwa na speech ya masaa mawili. Bosi anazungumza dakika moja au robo dakika kwamba Yanga bingwa au mchezaji fulani tumefanya. Bosi hawezi kuambia hela iko benki. Mimi hapa sio bosi, mbona natembea na hela zangu keshi hapa? Mimi sio bosi, mbona natembea na hela zangu benki? Hapa natembea nazo mfukoni hapa. Maana yake ni kwamba hela ikiwa benki sio ya kwako. Hela ikiwa mfukoni kwa mwenzako sio ya kwako. Hela nzuri ni ile 1000, 2000 ambayo unayo keshi, ambayo unaweza kanunua maji au kanunua soda au kanunua chakula kwa wakati huo. Mtu akikwambia hela iko benki, huyo ni muongo na muogopeni. Tungekuwa na bosi kama yule bosi wa Simba yule. Mpaka sasa hivi nishakonda. Unaona mimi nimenenepa. Ningekuwa nishapungua sana. Aniahidi atajenga viwanja 6. Huo ni uongo. Huo ni uongo. Shika la kwangu huo ni uongo. Uone akienda kufanikiwa katika. Siwezi kuona labda watu ombe. Unajua kumuomba mtu unimpigie magoti. Sasa je, watakubali kunipigia magoti? Kuniomba nitoe password Yanga anasajili ije? Yanga anafanyaje matamasha? Yanga wanachaguaje viongozi? Yanga kwa nini wao wanatamani kombe la Afrika kuliko la ligi? Wao tuombe na wao tupigie magoti. Kuna wasanii mbalimbali hapa ambao wametojwa. Unasubiria performance ya msanii gani? Mamba 24. Mzee wa cheupe. Na leo kwa niaba ya Dudu Baya naipiga cheupe kabla sijaingia uwanjani. Napiga cheupe kabla sijaingia uwanjani. Narudia kwa hisani ya Dudu Baya. Naipiga cheupe kabla sijaingia uwanjani. Asante. Yes, mtazamaji wa 69 Media, kama hivi unaweza kuona ni mashabiki wa Young Africans ambao wanaendelea kufurahia kutokana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Kutokana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa hapa katika uwanja wa Uhuru. Mashabiki ni wengi kweli ambao wamefanikiwa kufika hapa, na huyo ni mzee wa utopolo.